Mpendwa mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu tena. Leo tunakwenda kuzungumzia juu ya kitu kinaitwa work breakdown structure katika utekelezaji wa miradi. Je, unaifahamu work breakdown structure ni nini? Je, unafahamu manufaa ya matumizi ya work breakdown structure katika utekelezaji wa miradi, iwe katika ile NGO, iwe katika mradi wako au katika mpango wako wowote ule ambao unaufanya? Kama wewe ni mgeni katika chaneli yetu, tunakukaribisha na tunakuomba uweze kusubscribe. Lakini kama wewe ni mtu ambaye upo katika chaneli yetu, basi tunakuomba uendelee kutufuatilia na ikikupendeza utupe like kwa kile kitu ambacho umekufurahia. Karibu. Tunapozungumzia work breakdown structure au WBS, tunamaanisha nini? Kwa kifupi, kwa Kiingereza tunasema kwamba work breakdown structure is a breaking down of project deliverables or work into smaller and manageable units. Kwa hiyo tunasema kwamba ni ile hali ambayo kama una mradi unauvunjavunja katika maeneo madogo madogo ambayo ni rahisi kwa kutekeleza, au kama ni kazi unaivunjavunja ile kazi katika maeneo madogo madogo ambayo tunasema kwamba ni rahisi kwa ajili ya utekelezaji. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo ndio tunaita work breakdown structure. Na tunapozungumzia ile work breakdown structure, tunasema level ya mwisho ya kubreak tunaita work package. Kwa hiyo ni level ambayo sasa unaweza ukafanya makisio, unaweza kufanya tathmini na unaweza kupima. Hiyo ndio tunaita work package. Baada ya kuzungumza au kuelezea maana ya work breakdown structure au WBS, hatua inayofuata tunaenda kuangalia jinsi gani unaweza kuiapply hii work breakdown structure katika utekelezaji wa miradi tofauti tofauti. Kumbuka, hiki ni kipindi cha practical project management. Kwa hiyo tunaenda kuangalia uhalisia on the ground, jinsi gani ya kuweza kuapply. Karibu tuendelee pamoja. Sasa tunaenda kuangalia jinsi gani tunaweza tukaitumia hii WBS, work breakdown structure, katika utekelezaji wa miradi yetu ya kila siku. Sasa hapa lengo ni kuweza kuchukua mfano mmoja wa mradi ambao tunaweza kuona jinsi gani tunaweza kutumia hii work breakdown structure. Sasa mradi ambao mimi nimeuchagua siku ya leo tunasema ni ujenzi wa nyumba. Sasa kama tunasema kwamba hii WBS kazi yake ni kuvunjavunja miradi au kazi katika maeneo madogo madogo kwa ajili ya utekelezaji, tuangalie mradi mzima ujenzi wa nyumba tutavunjaje. Katika hali ya kawaida huwezi kuijenga nyumba kwa wakati mmoja. Nyumba inajengwa kwa awamu. Kwa hiyo sasa hebu tuangalie hizo awamu ambazo inakuwa ni mfano wa uvunjaji wa nyumba katika maeneo madogo madogo katika ujenzi wake. Eneo la kwanza ni msingi. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili tunazungumzia structure. Eneo la tatu tunazungumzia roofing, kuweka paa. Eneo la nne tunazungumzia mambo ya plumbing na mambo ya umeme, uwekaji wa umeme na mabomba. Na eneo la tano tunazungumzia finishing. Kwa hiyo haya ni maeneo matano ambayo ukichukua mradi wako wa nyumba unakuta kwamba yamevunjwa katika maeneo madogo madogo ambayo ni rahisi kwa kutekeleza. Ni rahisi kujenga msingi, ukajenga kwanza msingi, ukatulia. Baadaye ukaanza kujenga kuta, ukijenga kuta ukatulia. Baadaye ukija kupata nguvu, baada ya kumaliza zile kuta unakuja kupiga paa, unatulia. Baadaye tena unakuja kuhakikisha kwamba unaweka mabomba, unafanya wiring, unatulia. Na baadaye unaweza kuwa unafanya unafanya finishing. Kwa hiyo unakuta kwamba hivyo ndio jinsi gani tunasema kwamba unaweza kuvunja mradi wa nyumba katika maeneo madogo madogo ambayo ni rahisi kuweza kutekeleza. Hatua ambayo inafuata sasa, tutaanza kuangalia kila eneo unaweza ukalivunjaje ili utekelezaji wake uwe rahisi. Endelea kuwa pamoja na mimi. Sasa tutizame ujenzi wa msingi na kuweza kuona jinsi gani
unaweza ukavunja ujenzi huu wa msingi. Lakini lazima tuelewe kwamba ujenzi wa msingi inategemeana na aina ya nyumba ambayo unajenga, kama ni ghorofa au kama ni nyumba ya kawaida. Kwa hiyo manake vile vile kutakuwa katika ku break down zile activities kutakuwa kuna utofauti. Tuchukulie tu katika nyumba ya kawaida. Katika nyumba ya kawaida, hatua ya kwanza ya ujenzi wa msingi unachimba. Kwa hiyo mafundi pamoja na wasaidizi wao wanachimba kufuatana na ile ramani ambayo imeandaliwa. Kwa hiyo baada ya kuchimba sasa, hatua ambayo inafuata inakuwa ni kuweza kulaza tofali pamoja na simenti kali. Alafu baada ya hapo sasa unakuja kufanya kitu kinaitwa formwork. Sasa formwork ni ile hatua ambayo unatengeneza, unapanga mbao, unaandaa kwa ajili ya umiminaji wa zege. Sasa hatua inayofuata baada ya hiyo ndio tunasema kwamba umwagaji wa zege katika ile formwork. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo tumeweza kuvunja katika ujenzi wa msingi. Lakini pia kumbuka, tunapozungumzia uvunjaji wa ujenzi wa msingi inategemeana na aina ya nyumba ambayo unataka kujenga. Twende katika hatua inayofuata. Kwa hiyo hatua ya pili sasa tunazungumzia. Hatua ya pili katika ule mfumo wetu wa work breakdown structure, na tunaangalia hapa ujenzi wa nyumba. Baada ya msingi, hatua ya pili tunazungumzia structure. Hapa tunazungumzia ujenzi wa zile nguzo ambazo zitashikilia ukuta na pia ujenzi au upandishaji wa kuta. Kwa hiyo ndio hatua ya pili katika ujenzi. Ujenzi wa structure unauvunja katika maeneo makubwa mawili: utengenezaji wa zile nguzo, lakini upandishaji wa ukuta. Hatua ya tatu tunaita roofing. Kumbuka tunazungumzia work breakdown structure na mradi wetu ni ujenzi wa nyumba. Kwa hiyo baada ya kutengeneza msingi, baada ya kutengeneza structure, hatua ya tatu tunasema roofing, utengenezaji wa paa. Utengenezaji wa paa na wenyewe umegawanyika katika maeneo makubwa mawili. Eneo ya kwanza tunasema roofing framework. Yaani ni ile pale wakati unaandaa, unatengeneza, unapiga kenji sehemu ambayo bati zitakuja kukaa. Baada ya kutengeneza zile kenji, hatua inayofuata ni kufanyaje? Ni kuweza kuwezeka, sasa kuweka bati. Kwa hiyo roofing imegawanyika katika sehemu kubwa mbili: roofing framework and roofing, na uwekaji wa laying of iron sheets, kutengeneza zile paa. Kwa hiyo ndio hatua nyingine katika ile work breakdown structure. Kumbuka mradi wetu ni wa ujenzi wa nyumba. Sawa, kwa hiyo hatua ya 4 tunazungumzia juu ya mambo makubwa mawili. Tunazungumzia uwekaji wa mabomba, tunasema plumbing, lakini na pia kufanya wiring. Sasa hii ni hatua ambayo inafuata baada ya kukamilisha ile hatua ya roofing. Kwa hiyo hapa tunaangalia mabomba, mafundi wanakuja wanatengeneza zile njia za mabomba, lakini watu wa umeme wanakuja wanalaza zile conduit pipe, wanatindua, wanafanya mambo ya wiring, na hiyo tunasema electrical installation. Kwa hiyo ndio hatua ya 4 katika ujenzi wa nyumba, mradi wetu wa nyumba. Na kumbuka hapa tunazungumzia work breakdown structure, na tunaangalia jinsi gani inatusaidia ku break down activities into smaller units for easy execution. Ya 5 na ya mwisho tunasema finishing. Sasa hapo unafanya uboreshaji wa ile nyumba yako ili kuweza kuishika. Sasa finishing na yenyewe imegawanyika katika maeneo yafuatayo. Kuna kufanya plaster. Kwa hiyo unapiga plaster. Kumbuka hapo umeshaweka mabomba na nini, kwa hiyo unafanya plaster. Baada ya kufanya plastering unakuja kupaka rangi. Ukishamaliza kupaka rangi nyumba yako, unakuja kuanza kuweka kuweka tiles na kufanya zile final touches, kuifanya nyumba yako iweze kuboreka, kuweka urembo, kuweka nini na nini, kufanya nyumba yako iweze kupendeza. Kwa hiyo ndugu mfuatiliaji, tumeiangalia work breakdown structure na tumeiangalia katika mradi wetu wa nyumba jinsi gani unaweza kuitumia work breakdown structure
katika kuhakikisha kwamba utekelezaji wa huu mradi wako unakuwa rahisi. Kumbuka ujenzi wa nyumba tumeugawa katika makundi matano ambayo tunaita ni work packages. Kwa hiyo tumezungumzia foundation, tumezungumzia structure, tumezungumzia roofing, tumezungumzia plumbing and electrification na tumezungumzia finishing. Tuangalie faida za kufanya work breakdown structure. Faida ya kwanza, ukifanya hiyo work breakdown structure inakupa framework of what to be delivered. Yaani inakupa picha ya vitu ambavyo unaweza ukavitekeleza au vikatekelezeka. Hiyo ni faida ya kwanza. Kwa sababu kumbuka unavunja kazi katika maeneo madogo ambayo ni rahisi kutekelezeka. Kwa hiyo inakupa ile framework. Faida nyingine, inakusaidia katika planning and execution of tasks. Inakusaidia katika kupanga na utekelezaji. Kwa hiyo katika kupanga, kwa sababu umeivunja nyumba katika maeneo kadha wa kadha, inakusaidia kuweza kuangalia jinsi gani unajipangaje kujenga msingi, unajipangaje kujenga kuta, unajipangaje kuweka bati, kufanya finishing na kitu kama hicho. Kwa hiyo inakusaidia kuweza kuandaa mpango. Na kwa kuwa ujenzi wa nyumba ni gharama na uwezo kujenga kwa wakati mmoja, basi unaweza ukajipanga vizuri. Ukiwa na kiasi hiki cha fedha, unasema unajenga msingi, napumzika, baada ya hapo unakuja katika hatua inayofuata. Kwa hiyo inakusaidia katika upangaji lakini pia na utekelezaji. Lakini faida nyingine ya msingi ya kufanya hii work breakdown structure, inasaidia kuja na tunasema zile cost estimates, kuweza kukisia makisio ya gharama ya ujenzi wa nyumba. Kwa sababu ili uweze kupata makisio mazuri ya ujenzi wa nyumba, lazima ile unaenda katika hizi level ambazo tumezizungumzia. Kwa hiyo utaweza kuchukulia eneo la msingi, kuchimba msingi ni shilingi ngapi, unakuja tofali ambazo zinatumika katika ujenzi wa msingi, unahitaji tofali kiasi gani, tofali ni shilingi ngapi. Unakuja katika kuweka zege, inakupa picha gharama ya kokoto, idadi ya mifuko ya cement. Ukija kwenye kujenga ukuta vile vile unaweza kujua kwamba unatakiwa shilingi ngapi, ujiandae kwa ajili ya kununua tofali, kwa ajili ya kununua simenti na kadhalika. Kwa hiyo kila hatua inakusaidia wewe kuweza kujua kiasi chake ni shilingi ngapi, na mwisho wa siku unapata picha kamili ya gharama za ujenzi wa nyumba. Hata ukienda kwa wataalamu ambao wanafanya kazi za ujenzi wa nyumba, akikuletea zile cost, unakuta kwamba wanakuletea zile gharama ambazo zinaendana na hichi kitu kinachoitwa work breakdown structure. Katika kila level anakuambia hapa kiasi fulani, hapa kiasi fulani, hapa kiasi fulani. Kwa hiyo hizo ndio faida za kutumia work breakdown structure. Natumaini umefurahia kipindi hiki, na kama umefurahia basi tunaomba tupe like. Na kama pia wewe ndio mara ya kwanza umekuja, umeshiriki, umefurahia, basi tunakuomba usubscribe kusudi uweze kuendelea kujifunza, uweze kuendelea kushiriki na sisi katika safari hii ya kipindi chetu cha Practical Project Management. Asante.